KPC Foundation Joyce Amenikor na meneja wake kwa heshima kubwa sana ambayo wamenipa hapa leo kuja kubuni rasmi hii stakabadhi ama laboratory ya sayansi, na ile pia mjengo mwingine hapo Migadini na hapa katika maeneo katika shule ya Chaani ambayo imegharimu KPC Foundation milioni 9. Mimi nataka kushukuru zaidi ndugu yangu Mutunga wa Mbua wakilishi mwadilifu katika shirika la KPC. Ukitumwa na raia wa Mombasa na raia wale unawakilisha mahali popote, ukutumwa kule kwa utalii, ukutumwa kule kwa masuala ya kibinafsi, umetumwa huko kwenda kuwakilisha wale waliokutuma. Na hiyo kwa kutoka moyo wangu namwambia ndugu yangu Mutungwa, thank you very very much kwa kule kutuletea haya maendeleo ndani ya Chaani Migadini na Chaani Primary. La pili ni kushukuru ushirika wa KPC. KPC ni shirika kubwa ambalo sasa limeuzwa katika soko huru ambalo ndio bomba la mafuta linahudumikia Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Uganda. Pia wao na uongozi wao na mtumwa ndugu yangu Joyce Amenikor, mimi pia ni Mturukana, kumwambia ndugu yetu mwenyekiti Faith Boynet na bodi nzima ya KPC madirekta wote kwamba tumeshukuru kwa kupatia Mombasa kipawa mbele. Kama mko na ufadhili wa milioni 150 ukaweka takriban milioni 10 ndani ya Mombasa, hiyo ni heshima kubwa sana ambayo mmeipatia Mombasa kama county na Chaani kama ward hapa ndani ya Changamwe constituency. La pili, nilisikia mmoja wa wawakilishi hapa akazungumza akaniambia na akasema kwamba mimi na Mutungwa na wengine tushirikiane katika kuleta ajira kwa wale watoto na vijana walioko hapa. Leo niko hapa ndani ya Changamwe, ikijulikana ndio mji wa kwanza katika mambo ya logistic na mambo ya port. Nataka kutoa ushuhuda hapa. Sisi ndani ya UDA tumeanza ujenzi wa manyumba, tumeanza masala mengine ya kimaendeleo, ile special economic zone ambayo iko hapa Dongo Kundu ambayo itajumlisha takriban bilioni 130 kujenga kitu inaitwa on-site infrastructure. Naomba ushirika, nitakaa chini na Mutungwa, nitakaa chini na viongozi wote, twende kwa wale ambao wanaendeleza huu ujenzi, niwaambie watu wa Chaani na watu wa Changamwe, wakiwa ndio wako karibu kabisa na bandari ya Mombasa, wako na legitimate expectation kwamba wao ndio watapata nafasi za kwanza za ajira katika hayo maendeleo yanaendeleza hapa. Nitawarudia na report card. Mimi siku hizi nikizungumza, wengine wanafurahi, wengine wanakasirika. Wale ambao wamefurahi ni hivi, tutarudi na report card ili kuwapatia taarifa kamili ya wale vijana ambao wataajiriwa kwa kupitia miradi ya Rais William Kipchirchir Samoei. Rais William Ruto si rais wetu peke yake ndani hapa Mombasa. Amekuwa rafiki yetu, amekuwa ndugu yetu, amekuwa mwandani wetu, amekuwa mwenzetu kwa vile amejua shida zetu na amekuwa na sisi katika kusimamia hizo shida. Alipoingia tu President William Ruto alirejesha huduma zote za bandari. His first executive order, siku ile anaapishwa kama rais wa 5 wa Kenya, alitoa amri kwamba huduma zote za bandari zitatoka kutoka shamba la Uhuru Kenyatta kule Naivasha zitarudi hapa ndani ya Mombasa, ili Mombasa iendelee kuimarika. Huyo rais
akasema wapwani na Wakenya wote katika pembe zote za Kenya si wavivu. Sisi si watu wa kungojea nazi kuanguka. Sisi si watu wa starehe na ngoma. Hata sisi watoto wetu wakipatiwa fursa, mama zetu wakipatiwa fursa, vijana wetu wakipatiwa fursa, sisi pia tunaweza kuimarisha hali zetu za kimaisha. Na ndio hivyo tukapatiwa katika kaunti za pwani. Kwa vile Mombasa ndio ilikuwa ya kwanza kusimama na William Ruto kwa 41-42, sisi leo ndio tuko na wakurugenzi wengi zaidi na machairman wengi zaidi na ma-PS wengi zaidi na mawaziri wengi zaidi kuliko mahali popote ndani ya ukanda wa pwani. Na nataka kumshukuru William Ruto, na hiyo ndio sababu sisi tunasema kwa mapenzi yake, kwa maendeleo yake, kwa kututambua kwake, kwa itikadi zake, sisi tunasema William Ruto ni two term. Na wale wanaoendelea kumpinga William Ruto, wale wanaoendelea kumtukana William Ruto, wale wanaendelea kumkashifu William Ruto, na vile William Ruto ametembeza maendeleo kwa kila mtu, sasa siku hizi utapambana na sisi, utapambana na William Ruto tena. William Ruto hapo na majenerali wake, na mimi ndio katibu wa majenerali, secretary general wa UDA. Wajua katika hichi chama kinaitwa UDA ni mtu mmoja peke yake anaitwa general, na huyo ni mimi. Na general akishasema sasa ni mundu kwa mundu, akisema fight or die, sisi tunaenda hiyo njia moja ili kuhakikisha tunaimarisha itikadi na chama cha UDA na serikali ya Brooklyn. Hapo ndani sisi tumeamua tutashirikiana wenzetu katika ODM. Kwa hivyo sisi na ODM ndani ya Mombasa, ndani ya pwani na maeneo yote ya Kenya tutafanya kazi pamoja kuimarisha masuala ya kimaendeleo. Hakuna tena kutengana, sisi ni kushirikiana na kushikana, tuendeleze Kenya mbele.